Shalom shalom, ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa neema. Ndugu yangu, wewe ambayo uko mahali hapo, shukuru sana Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Amekupa neema tena. Amen. Mungu awabariki sana. Twende tukamshukuru Mungu. Kuna jambo hapa tunaweza tukaliangalia. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa ajili ya siku hii na wasaa huu. Baba, tazama jambo hili tunaloenda kulitazama. Baba, tunaomba utusaidie kuwa katika usikivu na kuelewa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana watu wa Mungu, na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Amina. Basi leo kuna jambo nilitamani tuliangalia hapa. Katika maisha ambayo tunaishi kama wanadamu, kuna mambo ambayo inabidi tuyafahamu kama sisi watu tuliookoka. Watu wengi hawajui ni namna gani ya kuenenda katika hayo mambo au katika hizo njia ambazo tunaziendea. Nianze kwa kusema kwamba katika safari hii ya kwenda mbinguni, kuna maisha lazima uyatii. Ni lazima uyatii katika Biblia, katika mafundisho ya neno la Mungu. Kuna watu ambao kwa kweli wanaenda kanisani kama desturi tu, lakini nikwambie kwamba lazima uchunguze maisha yako unapoenda kanisani. Lazima uchunguze pia na aina ya maisha unayoishi katika dunia hii. Nikwambie kwamba katika njia ambazo unaziendea, hakikisha zinakuwa ni njia sahihi katika ufalme wa Mungu. Katika maonyo ambayo yanakuwepo katika ibada za kanisani, lazima uyafuate. Kuna watu ambao wanaingia kanisani kwa kweli inakuwa ni kama desturi, inakuwa ni kama vitu ambavyo vinakuwa ni machukizo sana mbele za Mungu, na kweli ni machukizo mbele za watu. Kuna watu ambao wanavaa mavazi ambayo si sahihi kanisani. Unakuta mwanaume anavaa suruali imebana, imechanika, anaingia kanisani, na wala wachungaji wao hawaambii ukweli. Wanaishi yale maisha ya kuiga. Ni wokovu wa maigizo, sio wokovu halisi. Huu tunasema huu sio wokovu. Huu sio wokovu kabisa. Mtu ambaye ameokoka hawezi akafanana na dunia. Kuna wadada sasa hivi wanavaa suruali, wanavaa modo zimewabana, wanaingia kanisani, wanavaa na vipochi, wanakuwa kama fashion show. Nakwambia huo sio wokovu. Huo sio wokovu kabisa. Huo sio wokovu. Kanisani ni sehemu ya kumheshimu Mungu. Kanisani ni sehemu ambayo ni ya kumwabudu Mungu, na si kuonyesha fashion. Huwezi ukamwonyesha Mungu fashion. Unavaa vibegi vinakuwa na cheni, naingia kanisani. Hii sio sawa kanisani. Kuna watu ambao wanapanda madhabahuni wamevaa skin tight. Wengine wamevaa skin tight wanasema Mungu yupo. Nikwambie ole wako mtu ambaye unaingia na kuishi maisha haya. Huwezi ukauona ufalme wa Mungu. Mungu akusaidie katika maisha haya. Na nikwambie kwamba kama una aina hii ya maisha wokovu haya, uyaache mara moja. Uanze kuvaa vizuri, uanze kuvaa kama mwanamke, uvae mavazi ya kujistiri, uvae mavazi ya heshima. Unaingia kanisani umependeza, mavazi yako ya kujistiri, unaenda kumwabudu Mungu. Kuna watu wengine wanasema mbona wale wako hivi? Mbona kuna wengine wanavaa vizuri lakini wanazini, wanafanya maovu?
Usiende kanisani kwa sababu ya mtu fulani. Hapana, nenda kanisani kwa sababu wewe umeenda kumtafuta Mungu mwenyewe binafsi, sio kwa sababu ya mtu fulani kumwangalia yuko hivi. Kama mahubiri yamekuja ni ya kwako wewe kujirekebisha wewe kama wewe, kwa sababu utakapokufa hauwezi ukauona ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, kuna mambo unaweza usielewe hapa, lakini kuna vitu vitakusaidia. Cha kwanza, unapoenda kanisani, nenda kanisani kwa kuvaa mavazi ya heshima, mavazi ya kujistiri mwili wako. Vaa mavazi ya kujistiri kama mwanamke. Mwanaume, vaa mavazi yako ya kujistahi mwili wako. Usinyoe staili za kidunia. Nyoa vizuri nywele zako zikae kama mtu ambaye umeokoka, mtu ambaye unaongoja unyakuo wa Mungu. Mungu awasaidie sana watu wa Mungu. Pengine unanitazama, usiache kunifuatilia na kusubscribe kwa wengine wajifunze kitu hapa. Pengine umepata kitu, pengine kuna mwingine hajaelewa, lakini nikwambie vitu ambavyo vipo ni hivi ambavyo tunaweza kusaidiana na kufundishana. Lengo sio kukomoana, lengo ni kufundishana maneno ya Mungu na kujifunza. Mungu awabariki sana. Amen.